Mwenzako bado hajaamka? Jana amelala nyuma sana. Amechukua muda mwingi akilia eti amemkumbuka kaka yake. Hakuna gisi sikumnyamazisha lakini hakunielewa. Hilo ndilo shida nalo. Maana akiwa na mawazo mengi atajisababishia magonjwa tofauti tofauti. Mama, mimi naweza msaidiaje? Jitahidi kuwa karibu naye muda wote. Muongeleshi mambo ya kumpa furaha. Epuka kumwambia stori za kumpa stress, maana hizo ndizo zinampa mawazo ya kumkumbuka kaka yake. Japokuwa mawazo mengi ni mbaya sana kwa mtu, inamsababishia shida ya kutokulala. Na mara nyingi husishwa na hali ya afya ya akili kama vile wasiwasi, ambao kisaikolojia inaitwa anxiety au bipolar disorder. Yanaharibu ubongo, mfumo wa kinga, inaweza kumletea magonjwa ya moyo na kisukari kwa muda mrefu. Uharibu maisha yake kwa jumla na kuchangia sasa na magonjwa yake, itamsababishia kifo haraka. Ila namuomba Mungu sana aguse maisha yake kama gisa alivyogusa maisha ya Lazaro akiwa siku 4 kaburini, akarudisha tena uhai wake. Mungu yupo, ila nasikia unachokisema. Tajitahidi mama. Sawa. Ukimaliza kufanya usafi ndani, mwandalie uji ile akiamka anywe. Shalom, shalom. Tunawasalimu katika jina la Yesu popote mlipo, walio Burundi, walio nje ya Burundi. Tunapendelea kuwapatia programu nzima ya kanisa la Adonai. So, kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 5, tunakuanza saa 12 za asubuhi mpaka saa 1 za asubuhi tunakuwa na maombi ya mapambazuko ambayo inaitwa prayer matinale. Siku ya pili saa 9:30 hadi saa 12 tunakuwa tuko pamoja na maombi ya deliverance. Katika hiyo maombi tunaona mkono wa Mungu. Na siku ya 4 tunakuwa tuko na kipindi kizuri cha sifa na maabudu. Tunaanza saa 11:45 mpaka saa 2 za usiku. Na siku ya Jumapili tuko na ibada 3. Ibada ya kwanza inaanza na Suze Trance, yani ni Sunday School, mpaka saa 2:30. Na ibada ya pili inaanza 2:30 mpaka saa 5. Na ibada ya 3 inaanza saa 5 mpaka saa 7. Kwa hiyo katika hizo programu zote tunakualika, karibu na Mungu akubariki. Sonia, acha kujisumbua kwenda kuchota maji. Yeye iko ndani inatosha. Mama, mbona mimi naona ni madogo sana? Sio madogo. Ikiisha Esther atakwenda kuchota. Epuka kufanya kazi za nguvu. Inaweza kukuzidishia ugonjwa wako. Huu ni muda wa kupumzika kwako. Acha Esther atakuwa anafanya kila kitu na mimi nikimsaidia. Mama, sasa mimi nitakuwa mwanamke gani ambaye siwezi kunyanyua hata ndoo? Sio hivyo Sonia. Namaanisha acha kufanya kazi za nguvu. Ila zingatia zoezi ya mwili, itakusaidia. Kwanza, uliwahi kupata chanjo ya hepatitis B na HPV? Ndo chanjo gani hiyo mama? Nitakuelewesha baadaye. Rudisha ndoo ndani. Usimwambie. Anasema kama anataka kumfanyia surprise, inabidi kumwandaa vizuri ili asije akapata mshtuko kumwona kakake. Sasa yuko wapi? Yupo hapa nje. Sijui ni mruhusu aingie, sababu nimemwambia asubiri kwanza nitizame. Mruhusu aingie.
Bonjour. Na Mauro? Je suis le petit frère de Sonia. Est-ce qu'elle est ici? Oui. None, unaweza kuongea Kiswahili? Pas de problème. Naweza nikamwona? Ndio, acha nikamwite. No, usimwite. Nataka tumfanyie surprise. Kwa hiyo utasema pale, na mimi nitasema pale. Akisha dada Rakozi utapisha mlango. Nina imani atafungua mlango. Na akisha fungua mlango, najua nini cha kufanya. Pamoja na kaka yako. Sasa ndo huyo. Tizama. Hakuna mtu nje. Asubuhi bado mapema sana. Kwa nini hivyo? Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninamleta Sonia mikononi mwako. Baba, nikimwombea amani ya kutoka kwako, utawale roho yake. Bwana, uondoe woga ndani ya maisha yake. Bwana, uondoe ndoto za kumletea woga. Bwana, mtawale. Amani ya kweli inatoka kwako. Msaidie Bwana, mshindie vita vyote vya katika ndoto ambazo ni za kumsumbua, ndoto ambazo ni za kumkosesha amani. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana, uweke uzima wako ndani yake, aweze kusikia amani ndani ya moyo wake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Baba yangu kuja kwako, nataka kusema nawe, moyo wangu umeinama, nimechoka mateso haya. Baba yangu kuja kwako, nataka kusema nawe, moyo wangu umeinama Bwana, nimechoka mateso haya. Sio hatima yangu, sio hatima yangu, maana nakuamini Bwana wewe maishani mwangu, siku zote wewe ni Mungu wangu maishani mwangu. Bwana, ninakuamini wewe maishani mwangu, siku zote umekuwa ni Mungu wangu maishani mwangu. Niende wapi nipate msaada, Baba yangu wewe?